Bwana asifiwe sana. Praise the Lord. Kwa kuvikwa nguvu. So to be equipped against power. Kuvikwa nguvu. To be equipped. Nitakuonyesha. Ngoja nikimbie haraka. Let me show you. Moja, one. Kuvikwa nguvu kunaanza na kujitoa kikamilifu kwa Bwana. Being equipped, it started for you to sacrifice yourself before the Lord. Nitakueleza kwa nini unalazimika kuvikwa nguvu. Kwa nini ni lazima? Why it is a must. Utafute kwa namna yoyote. You want to find in kwa njia yoyote. By any way. Mungu huwavikaje watu nguvu. God do equip paka kuvike nguvu. Until equipped power. Bwana asifiwe sana. Praise the Lord. Kuvikwa nguvu kunaanza na kufanya nini? To be equipped starts with kujitoa kikamilifu kwa Bwana. To sacrifice yourself before the Lord. Kitabu cha Warumi sura ya 12 mstari wa kwanza. Romans chapter 12 verse 1. Warumi 12. Nisikilize kwa makini. Kama utakuwa na biashara na hiyo biashara ikae vizazi vyako. Angalia wazungu na baadhi ya familia, ziko baadhi ya familia hata Afrika zipo ambazo zinaweza kushika uchumi na zikarithishana kizazi na kizazi. Lakini kwa watu wengi weusi, but most of Africans, mwenye maono akifa, when the vision owner dies, na kile kitu na ile ndoto inakufa, and the dream also pass away. Bwana asifiwe sana. Praise the Lord. Tujifunze kwa Mungu wetu. Let's learn from our God. Akianzisha kitu, when he starts something, ni cha milele. It is forever. Vizazi na vizazi vinapita. Generations to generation come to pass. Huwa vinapita vinabeba kile kitu. They just pass while carrying such a thing. Basi ndugu zangu, na wasi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu takatifu ya kupendeza, ndiyo ibada yenu yenye maana. Mstari unaofuata. Itoeni miili yenu iwe dhabihu takatifu, holy one. Dhabihu, sio tu dhabihu ya kawaida, takatifu. Unapoona neno takatifu, when you see some a word called, maana yake kilichotengwa maalum kwa ajili ya, which is sanctified special. Unaposema ndoa takatifu, when you say a saint, ndoa takatifu, a saint marriage, ni ndoa ya watu wangapi? Wawili tu. Only two. Ukiingiza mtu wa pili, ile ndoa inakuwa sio takatifu tena, kwa sababu takatifu ni ile iliyotengwa mahususi, the holy marriage is one which is specialized, separated, iliyotengwa, consecrated, iliyotengwa, iliyowekwa wakfu, which is. Bwana asifiwe sana. Praise the Lord. Kwa dhabihu hiyo Mungu anasema mtoleeni Mungu miili yenu, mpeni. Kwa kitu cha kwanza, hatua ya kwanza, kama unataka kuvikwa nguvu ya Mungu, the first step, unataka kuvikwa nguvu ya kushinda. Nitakwambia kwa nini unahitaji hiyo nguvu. Unahitaji kujitoa kikamilifu kwa Bwana. You need to sacrifice yourself. Hatua ya pili, the next stage, unahitaji kumwamini. You need to trust mwana wa Adamu, the son of Adam. Yohana sura ya 3 mstari wa 16 na mstari wa 18 na mstari wa 36. Yohana 3:16, 18, 36. John 3:16-18. Amwaminie hatapotea. Yeyote anayemwamini mwana wa Adamu hawezi kupotea, bali anapewa uzima wa milele. Yohana sura ya 3 mstari wa 16, mstari wa 18 kuanzia mstari wa 16. Amwaminie hatapotea. Lakini mstari wa 18, amwaminie hata hukumiwa. Yani ukisha mwamini mwana wa Adamu, ukavikwa ile nguvu, sikia vizuri, hakuna hukumu. There is no wrong judgment to you. Hukumu ni nini? What is judgment? Hukumu ni nini? What is judgment? Wewe ni mwanasheria. What is judgment? Hukumu ni adhabu inayotolewa kutokana na lile kosa ambalo mtu amelifanya. Huyo ni mwanasheria kabisa. Wakili msomi anasema hukumu ni kupewa adhabu, si ndio? Yes. Sawa sawa
na kosa. Kwa hiyo yeyote anayemwamini mwana wa Adamu, hakuna uchawi duniani utakaotengenezwa wa kuchota nyayo, wa kuchukua nguo, wa kuita majina, wa kutumia picha, utakaofanyika kinyume chako ukafanikiwa. Kama unamwamini mwana wa Adamu, hukumu inafutwa, hukumu inasimamishwa. Unaweza kuongeza hapo Warumi sura ya 8. Biblia inasema tangu sasa hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu, kwa sababu sheria ya roho wa uzima imetuweka huru mbali. Warumi sura ya 8 mstari wa kwanza. Rumi 8 mstari wa kwanza. Tangu sasa hakuna hukumu ya adhabu. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nisikilize kwa makini sana leo. Leo naongea mambo mazito sana. Kwa hiyo hatua ya pili ni kumwamini. Just to trust. Na ukisha mwamini, and after believing him, hukumu you zinafungwa. will never be. Ndio maana nimekuambia hivi, kama kuna vitu fulani utakuwa unavifanya, kuna mambo ambayo yanakutokea leo kwenye maisha yako hayawezi kabisa kukutokea. If you change your ways of life, hayawezi. They won't. There are certain things, kuna baadhi ya mambo happens to you, kuna baadhi ya vitu vinatokea kwako because you have neglected some things. You should have been doing something to avoid kuepuka what is happening to you, kile ambacho kinatokea sasa kwako, lakini ufanye hicho kitu. But you are not doing such a thing. Unanisikia vizuri? Do you listen carefully? Bwana asifiwe sana. Praise the Lord. Unataka kuwa na jina hapa mjini? You want to have a name this town? Nani anataka kuwa na jina hapa? Who want to have a name this town? Meenda kuwa na sio tu mjini, nataka kuwa na jina. I want to have be mentioned. Bwana asifiwe sana. Not only in this town. Bwana asifiwe sana. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Majina, your names yanatengenezwa. The name is created. You can make a name for yourself. Unaweza ukajitengenezea mwenyewe by doing something, kwa kufanya kitu au jambo, by choosing a certain kind of lifestyle, kuchagua aina fulani ya maisha. Ukichagua aina fulani ya maisha, when you choose a certain kind of unaweza kujitengenezea jina. You can make your own name. Bwana asifiwe sana. Amen. Kuna mwingine hata mtaa mzima hawakujui. There's someone even in your streets you are not known. Haujulikani na mtu yeyote. You are not known by anybody. Kile kinachofanya ujulikani ni vile vitu unavyofanya. Advance. Piga hatua. You have to advance. Jiinue. Fanya kitu cha tofauti. Do something which is quite different from what you're used to do daily. So